Bwana asifiwe sana. Alafu nitolee hiyo nini? Weka sauti mzuri. Toa bass na hizo vitu zenu. Kwani Doni alienda? Ako wapi? Ni Muluya tu anaweza kuenda kutafuta ugali. My topic is a continuation in the monitors. Kwenye monitor, kwenye na the morning topic, because ina relate na ile topic tulifanya last time. You look familiar. Huh? Who is this? Mureithi Dickson, mtoto wa yule mama. Hebu kuja. We. Kuja utoe. Toa kwenye monitors. Zinaendelea kupuguka na mguu. Wow. Amepona. Toa tu kabisa waone. Wanajua hawa kuja simama hapa wakuone. Najua ni Thomas. Simama hapa Thomas wakuone. Thomas angalieni. Angalia miguu. Wow, simpige. Umekuaje? Umeongea? Wamekupatia nafasi umeongea? Wamekupatia nafasi uongee? Bado. Hata mama yako amekunyima nafasi? Simama hapa, watolee testimony. Waambie venye Mungu amepelekana na wewe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Dickson Mureithi. Nimeokoka. Yesu Mungu. Nilikuwa kijana tu hivyo. Nilikuwa ndani ya matope. Nimepitia kwa wizi. Nilikuwa nikitoa chang'aa na bagi na dawa. Nilikuwa nikizitumia. Nilikuwa supplier wa hizo zote tu. Nilikuwa pahali jikoni. Nilikuwa nikisupplier mpaka madawa na pombe. Naye Mungu akaniokoa. Akanitoa kutoka huko. Sasa nikaamua tukuja tushirikiane na nyinyi pamoja kuliko huko kwa matope. Haleluya. Amen. Sina mengi ya kusema. Endelea tu. Endelea tu. Miguu nilipatana na accident, lakini haikuwa accident. Ndio nilidakanyaga mamangu 2012. Nikamwambia nimegongwa na gari aina ya Rebroadcast ikanitumba pahali ya kuni. Kumbe iko ni askari alikuwa akinitafuta 2012, alikuwa akiitwa Kisi kutoka Central. Wakati alikuwa akisikia Jumisi kwa hata ukinitafuta tu nitafuta wezi nikuta nikiitwa Mureithi. Naitago Junior ama Diredi. Sasa wakati nilipatikana na huo Kisi kaniambia kubwa ndio nia. Alinipiga na mti akachoka. Akarudi hapa hivi akachomoa Somalia soda. Akaniduka hii mguu ine na hii tatu. Sasa jua kukosa kuambia mamagu. Mimi nilimwambia nimegogwa na personal Rebroadcast. Ikatupa pahali ya juu ya kuni. Tukamwambia tulikuwa na watu kusoma na bablet. Yeye tukafunika mamagu hivyo. Kaisa hivi akakuwa kijua gari niko. Ukamfunika. Tuseme ni mapepo tu ilikuwa imeniingia tu.
nikazidi kumwambia ukweli. Kutoka 2012 sasa inakujaga hiyo miguu inakuja inapona tena kiasi tena inarudia. Na sasa anaona inaendelea tu mzuri tu pole pole kuliko pereni. Sasa ndio kaona iko poa sasa kiasi. Sipokuwa tu ni madawa tunatumia. Sasa uchungu imeisha? Naenda tu kisa tu pole pole. Inakuja inaisha. Sasa uchungu kutoka leo katika jina la Yesu Kristo. Every pain in your body capsize in Jesus name. Amen. Thank you. This is the miracles ambazo tunataka tuokelee. That God can be able to do what? Nataka ukikaa mzuri, ukipona vizuri, uniambie unataka kufanya nini. Nitakusaidia. Nitasimama na wewe katika biashara. Kama ni biashara utaweza, I will stand with you. Sindio? Bwana asifiwe sana. That is the only thing we can be able to walk with such a man. Amekuwa na kidoda for 12 years. Na nikasema no, asipatiwe dawa. Mama yake alikuwa amesema ameandikiwa dawa ya 18,000. Nikashindwa, ule Mungu tunaomba na 18,000 which is more powerful? Our God. Wacha apone na God. Umesikia mami? Uplift your faith. Nego. Yes. Tuinue imani. Huyu Mungu wetu anafanya. In 2 weeks time, hiyo miguu yote itakuwa imekauka, imepona na rangi ya black imerudi. Sindio? That is our God. And that is kama kale kamusichana kamekuwa kazuri, kamekuwa kaserebu. Kamekuwa kaserebu saizi. Si mnakajua? Kale kafu. And she's doing well. Now nimemwandika kazi kwa kampuni yangu ya real estate. Bwana Yesu asifiwe sana. And she's doing well. She's doing well. Wewe mwangalie venye amekuwa msmart. Hi. Hebu kuja. Kama kuone Thomas ni direda makuone. Na unaona watu wamekaa karibu na yeye ni msaraudiwa. Angalia. These teachings ambazo tunaona tunakuja hapa zinabadilisha. Yes, unakaona? Unakaonaje? Mpaka kana blush. Endelea. Hi. Sema Bwana asimiwe hapa kuna hai. Praise God. Thank you. Thank God. Unajua Mungu ni wewe alitumia. Yes, thank you. Waambie ulikuwa umekuja kufanya nini siku ya kwanza na ulikuwa umekaweka wapi? Hapana. Alikuwa amekuja. Alikuwa anasema huyu uletwa ni ulaika ati maundu huyu nitakamata. Ukakamatwa na Yesu. Bwana asifiwe. I thank God. But toke. Lakini kumbe ni maagenti tuko nao. Niko na testimony. Tupatiane. Kuna ile Sunday ile ingine yenye Archbishop alikuwa hapa. After nilienda nyumbani around saa 4 za usiku kaa tumelala na mtoto, nilisikia knock kwa mlango. And it was my mom and my sister. Na the reason walikuwa wamekujia mtoto because zile story walikuwa wamepewa, hata yeye hapo amewatch your video, but amefikishiwa akaambiwa ati nimeenda Citizen so watatafutwa wafanyiwe interrogation, na akakuja kuniambia venye familia imesema like wasinione karibu na kwao. But
Sikumuongelesha, nilinyamaza tu, akaongea na alikaa kwangu for 4 days. Alitoka kwangu Thursday, and thank God because akitoka kwangu we were friends. As in, hiyo story yote imeniletea my mother back. And it's nice because kuna watu wanataka nikaongee kwa church zao, but of course with your permission, wanataka nikaongeleshe youth na couples. Kuna couples kadhaa wana go through hizo vitu na wanani request nikaongee. So I thank God for this opportunity. Ni my heaven ilifunguka. Thank you. Thank you. Heaven yake in a bad story imemfungulia. Now she's the most sought after, sought after celebrity. Mpaka wazazi wanataka uko twaririe. Murogi muke asheri marugatea uko twaririe. Mungu ataondoa every image they have put on you. Everything they said you are, God is going to remove and glorify you for his glory. Bwana Yesu asifiwe sana. So don't worry. Don't worry of what is happening around your life. It is just, you need just that one day. That one session with God. And that is why I want to teach you. How do you know it is your season? Bwana Yesu asifiwe sana. How do you know that I am in the season? Huyo naye alikuwa nakaa Girigiri, sasa nakaa Karen. Kamuka. Huyo alikuwa mwenda wa simu wa kabisa. Mpaka alikuwa ameitwa polisi apelekwe Mathare akadugwe sindano. Akikuja hapa alikuwa mwenda wa simu. Hata wakati wa kwanza kuongea na yeye niliita gari kaa karibu hapa, kwa sababu huyu venye namuona anaweza kufanya mavituko hapa. Angalia huyo msichana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa majina naitwa Roda Wangui Kenyare. Nilikuwa naishi kama vile mmesikia, nilikuwa naishi Gilgil, lakini sasa hivi naishi Karen kwa sababu I don't even know where to start because okay. When I came here, I thought my life was good. I thought my life was normal. Even though when I was in Gilgil, I had God call me a few days and ananiambia enda ukaombe. So I went and prayed the whole day. Kwanza akanionyesha madhambi because I've been born again, but sometimes kuna the valley of dry bones. When things get so dry, you go do your things. So I went and I did my things. So wakati alinishika, lakini tulikuwa tunaongea, hatukuwa tumekosana na Mungu ever. Ni vile tu I just stayed home. So akiniongelesha nilikuwa nasikia. So when he told me to go pray, I went pray. Akanionyesha madhambi. Nikashindwa, why are you bothering with me? If I'm so terrible, just let me go. Akaniambia sijakuja kukukodem. I just wanted to tell you, you went where you went, but I went with you. Kaenda ukaiba mogidi, tukaiba mogidi na wewe. Okay, I watched over you. Hata ukiiba mogidi, but now it's time to come back. And so I did. So during that time, vile nilikuwa naenda prayers. Kwa sababu it has been a while since I prayed for like a whole day. So nikifika hapo nilikuwa namwambia, so what am I supposed to do? So nasoma word, nasikia watch YouTube. So I came across somebody called Simon K, and when I was watching him, I found him. So kwa zile madhambi Mungu alikuwa ananionyesha, umefanya hii, ukafanya hii. Kuna moja alikuwa amemention. So and I told him, but I have done ABCD. So I told the pastor, I have done ABCD, what do I do? Akaniambia, it was actually on a Saturday. Akaniambia, can you come to church tomorrow? So I came.
I came here. Me, I thought my life was normal. But what he told me, you know, by prophecy, nikasema, God has spoken. But what God told me actually, I think I was sitting here. Alikuwa ananiambia, anything you hear is for now. Unajua? So when he told me through word of prophecy, is for now. As I drove back to Gilgil, you know, all the way from here to Gilgil, Nimbali, I would be worshiping na bado naendelea kuomba. So the things he would tell me, God would continue revealing to me as I went to Gilgil. So anyway, tukaendelea hivyo mpaka one day, me, I was in my house. My mother came and my sisters wakakuja kunichukua wanipeleke Mathare. Mimi hata sikuwa najua nini naendelea. I was upstairs doing my things. Nikasikia hoi hoi kidogo, my son akateremka stairs. Akiteremka stairs akapatana na my mom. Mimi nikasikia watu wamekasirika kwa stairs, nikateremka. Mimi nikiteremka hivi nilishikwa tu juu. I saw my mom, I saw my sister, I saw my two brothers-in-law. Wakasema, hey. Me, I thought I was normal. Mimi siku hata nimejua nimefanya anything. Siku hata, even today, I still do not understand why they came, because we've never talked with them. Mimi walikuja wakanijaribu kunishika. Sasa nasema, mom, ananiambia, wewe kwaje wewe mogoroki? Ukahato gutware Mathare. Waje guthesho shidano. Ati nikideka. Wakanishika. Sasa hapo hivyo vile wamenishika na tuko na maisana, hata maisana anauliza, tumefanya nini? Kwa sababu pia hajui kama atashikwa apelekwe Mathare. So we lived in an apartment yenye iko na security guard. Akasikia hizo kelele, akakuja. Akasema ana nini inaendelea hapa? Wakasema ni wazimu. Akasema na tunaishi naye hapa, amepata wazimu siku gani? So my son akasema mumwachilie. So na yeye soja akasema, the way the son has said mumwachilie, nimesema mumwachilie kwa sababu sisi hatujui nini inaendelea, hata sisi hatujiona wazimu. Sasa hiyo it was, mimi hata nilikuwa na night dress. So mimi niliruka nje kwa sababu sasa unajua mimi sasa nilichanganyikiwa, nikajua sasa wamenishika. Na unajua ni wanaume wawili na wamama wawili. Alafu sasa unaona vile natashana. So vile walikuwa wamenishika, hata vile waliniachilia nilichanganyikiwa. Kwanza sikukimbia. Sasa vile niliona wanishiki nikaruka nje. Nikakimbia, nikapatana neighbor. Kupatana neighbor, nikamwambia hebu nipe phone number ya, nipe your phone kwa sababu nimetoka bila anything. Nikakola apostle. Mimi nikamwambia apostle, my mother has come and my two sisters and my sister and my brothers wamesema mimi ni wazimu. Akaniambia ati wamesema ni wazimu wewe. Unamezaga dawa? Nikamwambia mimi simezagi dawa. Kuna history. Mimi nikamwambia mimi sina history. Akaniambia nimesema usidungwe. Lakini kwa sababu alikuwa na shida, mimi nikahepa, nikaenda nikafichwa na security guards. Nikashinda hapo sasa mimi nimewaogopa. You know, this is your mother, this is your sister. Actually my sister tulikuwa tunaitanaga my sister my friend. I have 9 sisters. Okay, plus me we are 9. But Mimi, we were so close. Among my sisters, she was my friend. So nilichaganyikiwa, nikaenda mimi nikaambia security guards, nikamwambia mimi hapa, tafadhali mimi sielewi nini mbaya na watu, msiwafungulie, muachane na mimi nikae hapa. Nao wanazunguka tu hivi. Hapo, wakijaribu kunishika. Ma security guard wanasema, amwezi mshika kwa sababu hana wazimu. So what they did, they went to the police. Wakaenda wakaambia polisi. Anyway, sasa mimi nilijua kwa sababu niliona polisi wawili kwa kioo. Sasa wamekuja wananiambia, madam toka. Ati nini? Wakaniambia, Osiasa amesema uende polisi kwa sababu imesemekana wewe uko na wazimu. Mimi nikamwambia hamtanipatiana kwa wale watu. Wakasema hatuwezi kupatiana. Nikamwambia, do you swear hamtanipatiana by the president? Because I swear by the president and the flag hamtanipatiana kwa wale watu. Wakaswear. Kwa sababu nilikuwa naona watanishika, watanipatiana. We, labda wamepewa pesa. So, wakaniambia tukupatiani. So, mimi nikatoka. Wakasema, sasa hiyo nataka gari yangu. My brother-in-law ashachukua keys, amekataa nazo. So, polisi wakamwambia patiana kia gari ya wenyewe. Kwa sababu huna right ya kukatalia. So mimi nikachukua gari, hata nikadrive polisi. Mimi nikawadrive, nikawabeba, tukaenda tukafika. Osiasa akasema, tukapata Osiasa hata kwa gate.
Osias akasema, huyu madam ndiye wazimu we. Madam wewe ni wazimu? Mimi nikamwambia mimi hata sijui sasa. Kwa sababu sasa nimechanganyikiwa. Kwa sababu nimeshinda nimejificha, niko na night zimefika hapa. Good thing haikuwa transparent lakini ni fupi. Naiba akanipea sweta, akanipatia kiatu namba 9. Mimi navaa namba 5. Lakini nimedrive poa, nimepark. Osias akaniambia hebu kuja. Akanichukua tukaenda tukaingia. Osias akauliza polisi, sasa wewe umeona aje? Polisi wakasema si hatuelewi pia sisi. Huyu madam ametubeba vizuri, amepita huku kwote, hata mpaka anaweka indicator, amekuja akaingisha na amepaka hapa. Osias akauliza watu, na mnaona kaa hao wako sawa? Polisi wakasema hata sisi hatujui. Osias akasema mnaona kaa watakuja hapa ama watakimbia. Tukakonkluda wakuji mdogo hawa. Wamekuja polisi. Osias akawauliza, mlisema huyu madam ni wazimu? Sasa wanataka kuchange. Tumesema nikaa kona depression. Osias akauliza, mliniambia nini? Vile mlikuja hapa mlisema huyu madam akona wazimu. Sasa wanabadili. Unajua mimi ile kitu nilifanya. Sasa ndio wamesema niko na depression. Osias akaniambia, unajua hatu? Mimi nikasema siwajui. Mimi sijai waona. Sijawahi. Na unajua kwa nini nilisema sijai waona? Sasa watu wamenigeuka. Mama yangu, sister yangu, my brothers-in-law. Mmoja kwanza hata nimeajiri kazi for many years. Mimi namlipaga mpaka salary. Ameacha kazi yangu asubuhi, hata sijajua aliacha kazi. Akakuja kunishika mimi ni wazimu. So, mimi nikasema siwajui. Kwa sababu mimi wenye nilikuwa najua si hawa. So, sasa mamangu akasema lazima niko na depression kwa sababu simjui. Sasa Osias akasema, na si mlisema, na sisi, na the reason tumemleta hapa. Si tulikuwa tumeona tumpugie kwa cell kama anapiga watu huko kwa estate asiumiza watu. Anyway, sasa ikafika mahali Osias akaniambia madam kaa pale. Kwa sababu hawa watu hata mimi sasa sielewi wanakutakia nini. Sasa ikafika mahali Osias akawaambia, sasa mnacheza na serikali kwa sababu you want to misuse the police. Kwa sababu this madam is not madam akaniambia, madam ama uko na mali? Ama ni mali wanataka hawa watu? Mimi nikamwambia labda ni mali wanataka. Nikamwambia hata walikuwa wamekataa na gari yangu, mimi ni polisi ameniitishia. So Osias akaconclude wanataka mali yangu. Mimi sijui kama ni mali walikuwa wanataka. Even today I have no idea. Finally wakaambiwa sasa mmetumia polisi vibaya kwa sababu kwa nini mnagoja? Unajua tulishinda hivyo nimejificha the whole day. Sasa ni usiku. Walikuja usiku, so saa wakaambiwa mngekuwa watu wa light, mngegoja mchana, mkuje ndio tumuendee mchana. So tukaambiwa tuende. Mimi nikaambiwa niende home. Hao wakaambiwa nyinyi ni watu wa Gilgil. Nyinyi si watu wa Gilgil. Ikabidi wakaenda nyumbani. Hata hawakulala hiyo town. Waliogopa kushikwa na polisi. So now my life just went crazy. Wacha tuseme hivyo. Kwa sababu so many things happened after that. And I discovered my life was not what I thought it was. Kwa sababu the people who are so close to me, all of them, they all turned against me. But God was so good, kwa sababu in the process, alinifungua. Akanifungua kifungo yenye, hata sikuwa najua nimefungwa. That's why I said when I came here, I thought my life was normal. Anyway, like he says, there was a time I came here. During this time, this was just the beginning. Them saying I'm mad is the beginning. Now there was a process. Kwa sababu sasa nikakibishwa na shetani. Sijui walikuwa wamekuja na roho gani. Let me say that. Kwa sababu when they went, now I was left with the devil, you know, chasing me around. Nikakaa nje 4 days. In fact, one day I came here. Lakini nimechanganyikiwa nakaaga nje. Unajua nakaaga kwa gari. Hata they actually carried my personal effects. They carried my phones. They carried everything. I didn't have anything now. So I have no money. Sina nyumba, nakaa nje nafichwa na soja. So during one time, nikatoka Gilgil vizuri, nikakuja. Gari ilikuwa na mafuta kiasi. But by that time I think, unajua hulalagi. Alafu kichwa sasa inakimbia kasa. Kwa sababu what is going on with my life? Nini inaendelea? Nini madhia amenifanya hivi? Nini? I think I went a little mad. Si sana, apostle, usisemage I was mad. Labda kiasi. Kadogo. Yeah, because I came here on a Sunday. Mimi nikakuja nikakaa hapa. By that time, wamama mnajua tunashukago tunawekwa extension.
Sasa vile nilirushwa nje, mimi sikuwa na extension, so niko tu na 2 lines. That's why I was looking very mad. Lines zimetokana, nikakuja nikakaa hapa. Mimi vitu zangu zimeenda, nimeitwa mad, mimi nakaa nje. Apostle ana preach, mimi nashindwa. Other people, mimi naangalia watu, people are looking normal, their life is going well, but my life has gone to the dogs. Mimi nikatoka nikaenda. In fact, nilitoka, Apostle akipreach, I didn't even know where I was going, but you people, you're looking good. Your life is good. You know, me, my life is a mess. How can I sit with people who are looking like they have their act together? I had no time to sit, you know? I had no time to think. So anyway, nikatoka tena, nikachukua gari, nika-call my sister. Na sina simu, but I had her number on my offhead. Nikampigia simu, one of my closest sisters. She's born again, amekuwa kisimama na mimi. Akaniambia kuja Murang'a. Ka drive. Kafika pale down, hapa hii raunda. Nikacheveri udadi Murang'a mahari. Na niko na my son. My son hakuniacha, ako tu hapa. Nikamwambia matwende Gilgil. Tukaanza tena safari. Anyway, the reason I say I went a little mad, that Monday, after I've been running up and down, that Monday nilikuwa nasikia hii kichwa, I'm healthy, I'm fine, lakini nikitoka hapa niende pale hivyo kaa kichwa sijashikilia vizuri, nilikuwa nasikia like my head will split open. You know, like I'll go mad and I'll start running. Unajua? Have you ever gotten to that point? Yani your head, umekuwa traumatized kichwa. Tunakuwa traumatized wapi? I'm not sure where we normally get traumatized. But me, I got traumatized my head. My sister... Anyway, one day I'll finish because it's a process. But the thing is, I got nilifunguliwa. You see that song, that's a story hore. Literally ni demu hore geruto giri gitwaro Karen. Netodo hore gai ajete irere. Because it was time for my destiny. You know, destiny yangu ilikuwa imefika. Na uko Gilgil kwenye walikuwa amenishika na however walikuwa amenishika, sigewahi ingia. Gilgil ni kubaya. Thank you, Makofi. I normally give such testimonies because I want to build your faith. Alikuwa mwenda wa simu, nikuri atagemenya ari muoroki. No uoroki wake acio mokete kumutunya indo nio mamwikirie uoroki. Nigetha mamutunye indo. Todo kido kia mbere mambire kuoya gari. Wathani agocwo. Kitu ya kwanza walichukua gari. Hiyo ndio kuitwa gari. Iko wapi kifuko ya gari? Hiyo ndio kitu ilikuwa ya kwanza. Kitu ya pili ni personal effect. ATM lete ile kitu inakutana na pesa yote aliitishwa. Bwana asifiwe sana. What I wanted to say to you, it's not that you are mad, but they made you mad so that they can take it away from you. And for you to understand how God is doing all these things, because it is God's transition. All these things do not happen by a coincidence. Whatever that is happening in your life, it is not a coincidence. It is pre-organized. It is godly. God knows, understands what you are going through. That is why he is watching over you. Mmesikia akisema alikuwa naenda kilabu, lakini God was with him. Hata mimi nikiwa Mungiki, God was still with me. It is only that I was not doing it right, but God knew I'm going to tag this man. Hakuna mahali ataenda, akijaribu kuingia kwa shimo na mvuruta, because there is something I have with him. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku moja tulienda Kiambu hapa Kikuyu, tukaitwa na mapasta wengi. Na mapasta wakaniambia tuma pesa ya nini? Ya kupikia mapasta, because I normally love meeting the gatekeepers. Njaribu kuongea na wao because of many things that is happening. So I went to Kikuyu, mahali panaitwa Gekabura, tukaenda kwa bishop fulani hapo. Nikalikuwa nimemtumia 30,000 za kupikia wachungaji wa kule vizuri. Sasa tulipofika huko tuliingia, nikaenda na katimu kagu, tukaenda tukafuka, wakatupokelea vizuri. Kanisa ingine imekaa zile nasemaga imekaa hivi. So tukakaa na tukaanza. Sasa kukaa kidogo tukaambiwa sasa time ya kukula imefanya nini? Imefika. Sasa ilipofika nikaona mitungi ya maji, ile mitungi kubwa ikaletwa. Ikawekwa na ni mitungi unaona kule ni kwa red soil, mitungi wa yellow ikikuwa ya red na ni ya yellow, unaona hapa kuna matatizo ya kiungu, natural disaster.
Bwana Yesu asifiwe sana. Kana kwa kutira mtungi mugashu wa abu yero. Watu wote wanakaa kwenye red soil. Inakuaga hivyo, si kupenda kwao. Sasa hiyo mtungi kakuja mitungi gapi? Mitungi 2. Na ikawekelewa hapo. Alafu kakaa kidogo nikaona tray ya mayai imeletwa, imewekelewa hapo. Nikaona mrembo mzuri amelete na wengine hapo, nikaona huyu hakai hapa, lakini wacha tuangalie. Nikachuna watu wale tulikuwa nao huko ule, kituetelea tuone. Sasa kidogo nikaona vikombe vimeletwa. Sasa vikombe vilizoletwa nikaona mitungi imechukuliwa, kila kikombe inamwagwa chai, kila kikombe inamwagwa nini kutoka kwa mtungi ya nini, na ni mtungi imegasha, na nilitoa giridate za kutengeneza nini, na mayai moja ikaletwa. So mimi nikaambia watu hapa huko gotiroka ega mwiharirie inoto shomoke tuthi. Ukiona nimekuangalia tukienda na wewe mahali uone nimekuangalia nimekuambia hivi, wewe kanyaga ije, ni ene time nitakuacha. Nikikwambia mara 2 hivi ukose kuchomoka nitakuacha. Na kama wewe ndio uko na kifugo ya gari yangu nitakuachia gari, tutapatana mbele, nitachukua duthi. That is how I operate. So tukaongea nikaona zile mayai tumeletewa, hata mayai mwenyewe kwa sababu ilichamushwa na maji ya red. Mayai inakuwa ya yellow lakini ni red. Unaona hii ni kara nyingine imeongezeka. Watu wakakuni, nikaona mapasta wanakula na hawana shughuli. Tukaambiana wewe tumefast. Mmesikia? Nikaambia hao wengine tumefast. Lakini niliwafastisha. Because hii kitu nimeona it is not normal. Tukamaliza, ndio mdada mmoja akakuja akatusalimia, akatulisa. By the way, could you be the Waruinge? Nikamwambia ni mimi Waruinge, unataka nini? Kwa sababu tayari moyo wangu hautaki kuona hawa watu. Mdada akakuja akaniambia mimi naitwa Karo, nafanyaga Kikuyu na nikamuuliza unakuwa hii kanisa? Ninakuwa kanisa hii, lakini nilikuwa kanisa ingine. Sasa alianza kujitoa. Nilikuwa kanisa ingine. Kumbe Karo ni hiyo drama yote ilikuwa kuendea Karo akuje tuanzishe ministry hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. So all things work for good for those who love the Lord. So do not look down upon a testimony or something that is happening in your life. There is something God is doing behind what you are seeing, behind the challenges you are facing, behind the difficulties, behind hiyo nyumba yako kufungwa, behind bibi yako kutoroka, behind bwana yako kukuacha, behind the poverty around you. God is doing something very special that is going to change your life. Bwana Yesu asifiwe sana. So don't worry about what is happening, my brother. It may be so difficult now. It may be so that dunia imegeuka, imekuwa upside down. Nakwambianga my world ilienda upside down. When I thought I was at my line, my prime age, my time ile niliona sasa this is the time that my breakthrough, this is my season. Kumbe it was not even anywhere near the season. I was rich. I was driving cars. I was changing cars with today I'm going with a fleet of Mercedes. Tomorrow I'm going with a fleet of Prados. The other day I'm going with a fleet of other cars. I used to change cars like clothes. Bwana Yesu asifiwe sana. To me life was now nimefika kile kiwango ambacho kinaitangwa mtu kubarikiwa. Maana nilikuwa nakumbuka siku moja nilikuwa nakumbusha huyu mbuvi alikuwa hapa. Kuna siku alitukuta akatuzuia mahali hakuwa anajua ni nani yako nyumba, na najua mbuvi ni kiherehere kidogo. Sasa alifungiwa na security yangu, na hii security yangu si security iko na bendera, haina GK ama nini. Sasa akalitoka nje na fujo kutoa. Sasa niliteremsha tu kio nikamwita. Alipochungulia hivi alianza kurudi na nyuma. Sina ubaya, sikuwa na ubaya. Aliingia gari yake na kinyume akaingia, akagurumisha gari akaenda because he had blocked us. So for me then I thought I was at my epitome. I was at my success. Now I thought now I'm writing my success stories. Little did I know that it was the end of the dark story to the entry of the new story. Bwana Yesu asifiwe sana.
when you find yourself, you are in the darkest hour of your life, when nothing is working, when you are shut out of everything, that is the beginning of you with God. Until that you say, niye nidakinya mwisho riu ndungata ya Ngai aria kiugo kimwe ngenagirira muno mundu ucio uka kujia nidakinya mwisho ndungata ya Ngai to nimenyaga ni arekanie na ngoma ni Ngai arenda kuingira riu territory ya Ngai. Mwathani agocwo hata nakwambiaga sikuombei wenda tu Mungu atakuonekania because ushafika mwisho. Huyo mtu amesema nimefika mwisho, huyo mtu mwache, usimuombe, ameingia kwenye success story yake. But that person akwambia nie ndaigira kawira na haha karacoka karahia ndacoka ndiraiga kangĩ karacoka kanjwe okera thuke ndacoka ndiraiga kangĩ karanie ndacoka. Ukisikia huyo mtu anasema niliweka na nikaweka, bado uko na vitu za kufinywa hazijafinyika vizuri. Bwana Yesu, ndio maana una challenge God, ndio maana unabishana na Mungu. Mungu anataka ukae chini, lakini bado unamwambia wewe Ngai hapo ikale na hau ambisi. Namwekea namba bisi kana ako naweka kabisi, kana kuja kajo inagoga, unakuja unaniambia najua niliweka hiyo kasi na kajo imegoga, sasa sijui nitafanyaje, lakini nataka kwenda niombe niende Roiro. Wewe ninakuombeaga uende Roiro tena ugogwe, najua utarudi tu. Nikijua process yako sasa hizi ni Mungu anakushughulikia, na wewe ni mang'aa unataka kung'ang'ana na process ya Mungu, ninakuombeaga sana na ninakuencourage uende, kwa sababu nataka ugogwe haraka tumalizane, ndio Mungu aanze kazi yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo kabla hujagogwa ukae mzuri, ukae kama venye Mungu anataka, utakuwa na kiherehere. Na ukitaka kujua mtu wako na kiherehere anashughulikiwa na Mungu, hakaagi, hatuliagi. Ukimwambia tupite hii condition unakuta amepita kake. Ukimwambia tuende hivi unamkuta padi hii. Ukienda padi hii unamkuta ni mjuaji, yani anajuaka kila kitu. Huyo mtu muendelea kumuombea, kumsukuma mahali atagogwa vizuri, kwa sababu hajagogwa, ndio kwa maana anaenda next. Bwana Yesu, kama uligogwa vidole vizuri, hawezi kushika sufuria ingine, lakini kwa sababu umebakishwa vidole tatu, unakuta unabeba sufuria na vidole tatu, na kuombea uende ubebe na sufuria ingine ndio ugogwe, hata hiyo tatu ziwache kazi, ndio usikilize Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ukisikiliza Mungu, tutatepelekana, tutaenda. Kuna watu walikuwa mang'aa hapa, kama sasa nige address mtu kama Karo, ni muaddress vizuri, mwambie sasa kama Karo, najua kuna mambo ya usherati wanawake wanafanyanga. Akisikia hiyo jina Karo, alafu nimeweka usherati hapa, yani ni mrokole, ameokoka mpaka amefika biguni, anakaa karibu na Mungu, unaona anafura, anakaa kama chura, kwa maana nimemuassociate na jina usherati. Sasa hata nikimuassociate na shetani anachakaga tu, anafurahi kwa sababu ametengenezwa, ameudwa na akaudika. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hata mimi bado naendeleaga kuudwa. Ndio nakwambiaga mimi sijaokoka venye mmeokoka. Mimi niko 2%, nimepanda. Mungu aliniambia niko 3%. Bwana Yesu asifiwe sana. I'm 3%. Ninaendelea kuudwa pole tu, na ndio dhazi naonanga nimepatia Mungu nafasi kubwa aendelee kuninyorosa mahali akiniona nimefanya vibaya. Nagongagwa mimi, uzuri yangu nagongangwa hapo. Nikifanya kitu kabaya nagongagwa hapo. Na ukiona nimekuhepa, ujue ni venye nimesikia nimenyoroswa kiboko mzuri. Sasa unakuja kunisalimia na niko duka tayaga inederoka, kwa sababu sitaki kugongwa tena. Nikienda nipate kijamaa hapo, nikifikiria ni kizuri, nikiongea naye alafu nigongwe, kijamaa nakwambia akinisungumzia namwambia tabotige hanini nederoka. Kwa sababu ninajua sitaki. Mimi nimekuwa narekebisha kwa kila siku. Hata nikihubiri hapa, nikitoka hapa, kama nimefanya kitu baya, usikuje kuniambia. Kama nimefanya kitu baya, nitagogwa, nitafinywa hapo. And that is what a covenant I have with my God. Do not allow me any single day to be in a place you don't want me to be. Do not allow me any single day to do anything that you don't want me to do. Kama hata ukuje hapa uniitise pesa, mami oke uhoye besha, na Ngai ni ajirite ndiga kunengere besha, guthaka na hakiri ciaku nginya onoge, na utajiona mjinga. Sasa how do you know that you are in your season? Bwana Yesu asifiwe sana. How do you know you are in what? In your season. How do you know? Unawezaje kujua? Tusome kitabu cha Genesis 28 verse 16 and 19. Genesis 28 verse 16 and 19, towards 19, inasema, then Jacob awoke from his sleep and said, surely the Lord is in this place, and I did not know it.
And he was afraid and said, how awesome is this place? This is none other than the house of God. And this is the gate of heaven. So wherever place you are in, like this one, or wherever marriage you are in, or whatever business you are in, kuna indicators za kukwambia hapa kuna Mungu. Zile maneno utaona zikifanyika. Umeingia Amerika hivi, unaona kibali kile kimekuja kwako, unajua hapa kuna Mungu. Unafungua kabiashara ni kadogo na hakana kapito mingi, ulianza na 3,000 na unaona venye watu wamechangamkia kabiashara kako, unaona hapa kuna Mungu. Kuna indicators za kujua Mungu yuko mahali hapa. Kuna indicators because things will work. Utasikia testimony. That's why I'm giving a testimony. Na mwacha huyu apeane testimony yake, na mwacha huyu apeane because I want you to know hapa kuna Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata wakati bishop wangu alikuja hapa, alikaa hapa akaniambia I can feel the presence. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mahubiri ilikuwa imehubiriwa kwa sababu hatungemhubiria, lakini aliniambia I can feel the presence of God. Indeed baka alikuwa amekataa kutoka. Ni mimi nilimwambia mbona nego tukire. Nilimwambia kwa hivyo shara kama ukileta kurara. Yes, akafeel. Mpaka aliposimama hapa akasema, hii madhabahu ni mzuri. Si madhabahu aliona. Hii ni ile nyingine kama ile nyingine. Nini carpet tumeweka? Hata kwake kuna carpet mnono na mzuri kuliko yangu. Expensive. Lakini kuna kitu aliona. The presence of God. When you are walking and the season is yours, imefika, things just start working. You don't force anything. You don't push for anything. Unakuta connectivity zinafanya kazi. Na watu wakikuinukia unakuta God is fighting for you. Watu wakifanya kitu kibaya unakuta God is doing something that indicates to you, I'm still with you. He told Joshua, do not be afraid, no, be dismayed, for I am with you. I'm going to walk with you. When Moses was with God, alitolewa akaenda akafichwa ndani ya mto. Mto ulikuwa na flow. Bwana Yesu asifiwe sana. Because waliona kakikaa nyumbani katauliwa, wakaona ni vizuri waende wakafiche. That is when you know the season is responding to you positively. Walipofika kwenye mto, walikaficha na wakatoroka na wakaondoka. Kidogo kidogo naye msichana wa mfalme akasa kusubuliwa kichwa. Wakaamua waende wakaoge kwa mto. Tagulini mtoto wa mfalme ameenda kuoga kwa mto. It is when the season is walking. When things are walking towards your direction. Kasichana kalifikiria kaende katika gedha betake tadole medha bagiraro we. Kufika huko, yani hakuwa mchafu kwa sababu kwao kulikuwa na swimming pool. I want to presume ninjo bayama udhamaki, kulikuwa na swimming pool, kulikuwa na maji ya shower, kulikuwa na kila kitu. But she decided tuende tukaoge kwa mto. Walipofika kwa mto, walisikia katoto kakilia. The msichana akasema, ninajua huyu ni mmoja wa Wayahudi. See that what he said? Alisema, I know huyu ni adwa yatuleda kuraga. Ni adwa madora kwa ni fafa. But that mentality ya kuua haikumuingia. Lakini anajua these are the people. Kwa hivyo ile mentality pia ya kufikiria labda ni haka kanafaa kunyogwa. Kwa nini wamekaficha? Lakini Mungu akamuweka huduma ndani yake. A sympathetic move. Akachukua katoto, akakabeba, akaambia house girl wake, beba mtoto tuende. Na akaenda akakomboa nyumba mahali akakaficha, and she catered for the bills. Na hakini anajua these are the people that my father is looking for. These are the people that my father is killing. But because Moses was with God at birth, the protection, supernatural protection came. Every move that Moses did, protections came. Wherever he was taken, there was supernatural. There was an angel of God. The same happened to Jesus. At the conception, mzee anaitwa Josefu, anakuja anaambiwa ati mke wako ena ihu na niliamulaika. Unajua that is ridiculous. That is ridiculous. I'm a man. Sasa yebu tahero mukagwe na ena ihu. Na nura amenya wahadu hutetie. Dole ho. Utaanza kufikiriaje? Baka the pain, I'll teach you that topic of Joseph. The pain that he went through. The struggles that he went through. Then you are told, unaona bibi yako tubu inaendelea na unajua, this is not my job.
Unaendelea na alafu unazungumzia, unaambiwa malaika anasema this is the voice of Almighty God. Ukae hapa uvumilie, bibi ni yako. Hata kama umeokoka. Ai, Mary. Hata kama nimeokoka jiko wewe na hivi. Na orojini naona tu ukiendelea kufura. Na mimi najua si kazi yangu hii. Na inaambiwa kaa hapo, kaa hapo. Kaa hapo. It is when God is walking with you, things just happen ridiculously. It's madness. Mimi nakwambia ati hakuwa najua what is happening. Me, I knew she was mad, but sio hiyo goroki ya kupelekwa Madhare. She was mad because God, season yake ya imefika ya kubarikiwa. She is a prophet. Etako prophet kana prophetess. She is a prophetess. She is a prophetess. Bwana asifiwe sana. Lakini season imefika na anakaa na maadui. Wakati Jesus alienda akakaa kwenye sinagogi, alianza kufundishwa mpaka akakuwa comfortable. He sat there na akaanza kufundishana because he was a bright boy, na akakaa kwenye synagogue na akaendelea kufundisha na akakaa into the comfort zone na akakaa huko na akakaa mzuri. Alifanywa nini? Alitolewa na wazee wa huko Nduki, alirukia kwa dirisha. Mnajua hiyo story? Yesu alirukia kwa dirisha akatoroka because God had to chase him away. When Moses was so comfortable, in fact, Moses was to become a Pharaoh. Pharaoh is not one man. See, Pharaoh hakuwa mtu. It's a title that was given to all kings. Praise be the name of God. So Moses was to become, according to the obedience, according to the body structure and everything, they had considered him. The anointing, hata ya kwa shetani inaonanga anointing ya kwa Mungu. They had considered him to become the next king. He was a Jew, but they had a consideration of picking him as the next king. Wakati alianza kukua in the comfort zone na akaanza kuwa na comfortability, what did he do? Alienda akakutana na kijamaa kilimkosea, alikigonga tu gumi moja ya hapa kikaaguka na kikakufa. Bwana Yesu asifiwe sana. When God is working around your life, he can cause anything to happen for his mission to go on. Bwana Yesu asifiwe sana. So don't worry about that man who spoke against you. Don't worry about that boss who does not like you. Don't worry about that man who is around you mistreating you, or that woman who left you. As long as you are in the process of God, bad things will happen to you. They will be happening. You'll be seeing them happening, but no hurt you. Hazita kuvunja. Utaendelea kusimama, utaendelea kufanya, utaendelea kukaa, utaendelea kuishi, utaendelea kusimama, lakini in challenges, in a pool of challenges. That is when you know you are walking with God. Then kila kitu imekukataa. I met this woman hapa, unamwona huyu kibonge. Wakati nilimkuta, alijaribu kunizungumzia mara mingi kanisani. Mpaka ananipatia namba yake na ninasahau kuisave. Baka siku moja nikamkuta pale chini, pale City Stadium hapo chini kule kwa wale mafudi, alikuwa amekaa hapo, alikuwa anajizungumzia. Na nikamwona, nikarudi nyuma tu kidogo asinione. Nikienda kutoroka akaniona. Akaniita akaniambia, "Oka, niwejetere na nilikuwa nimemdanganya. Nimeenda. Akanipigia simu nikamwambia nimetoka. Sasa nikafikiria na yeye ametoka. Nikarudi hivi nikamkuta because nilikuwa nasikia ananizungumzia, but kuna kitu sikuwa na breakthrough yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Until I get your breakthrough, that is when I will speak to you. Because I don't want to sit around with you and like what? To prophesy. To prolie. To pro-lie. To prophesy against what you are doing. It's English. Wacha kunichekelea. Wanachekelea kwa nini? Ni English. Ni ya Mungu soma. Ya Mungu lipiwa school fees. It is It is to prophesy. When I'm giving you a false prophecy, I'm prophesying to you. And I will not want me to do so. If I have nothing for you, I will tell you I will call you or come tomorrow. Because I want to go and pray over you so that I get information about you. But for anybody that is looking for money, nitaanza kutabiri mara moja hapo. Even if this thing is not existing. Bwana Yesu asifiwe sana. So,
So as Moses was about to be crowned, he was caused by God to kill a human being. And he killed by himself and buried the man by himself. But unfortunately, God kept another eye that will cause Moses to run away. Bwana Yesu asifiwe sana. And this is what I want you to understand. There is another eye that is meant and created by God specifically to drive you towards your destiny. Bwana Yesu asifiwe sana. When Moses killed, he was alone. And when he was burying, he was alone. But the eye of God was watching over what he was doing. And when the time for him to go out came, Moses met another people who tried to fight around with him, and he told them, I'm going to crush you. Then they told Moses, well, Moses, simama kidogo. Unajua tulikuona. Nini? Tulikuona mahali ulisika yule mtu. And that was the end of the life of Moses kwa nyumba ya Farao. He feared for the first time. Moses feared. That's what the Bible says. Moses feared and he ran away. Hallelujah. That is now when you understand God is walking with you. As he ran away, God led him to where about 3 girls or 4 girls were fetching water. And these people, the girls who are fetching water, they were really, walikuwa wanasumbuliwa sana na majamaa. Kuna kijamaa kilikuwa kinakuja hapo kuwazuia kuchota maji, maana hata nakio kilikuwa nataka kuchovya asali. Na hawa hakuwa na sense, huyu mtu ni sisi anataka mmoja wetu wajipage ndio wachotage maji. Lakini hawakujipanga. They didn't have time kujipanga, because the plan of God is for them to be sustained, refusing to obey or to follow instructions za huyu mjamaa mwenye alikuwa anawatesa, because Moses was not ready. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Moses was not ready to start his move. So wasichana waliendelea kutezwa na wakaona it was normal, because hata baba waliporudi mapema nyumbani waliulizwa na babao, ni kwa nini mmerudi mapema? Because the daddy was not expecting them warudi mapema, kwa sababu kuna jamaa anawazuiaga kuchota maji. Bwana Yesu asifiwe sana. So when they went back home early, baba yao akawauliza, how did you come early? Ulikuja kwa nini? Wakamwambia, kuna mjamaa amekuja, mjamaa mbabas. Sema mbabas. Mbabas mwenye ametisha huyo jamaa, akaenda bio. Kumbe wababas wanatishaga watu. Hata mimi ni mbabas. Bwana Yesu sana. Mbabas mwenye alikuja, alitisha kijamaa kikaenda mbio. Nao wakakuja akamuuliza, mjamaa, baba akauliza, mbona hamukukuja na yeye? You see, God is planning. When you are in the plan of God. Mbona hamukukuja na yeye? Nao wakamwambia, hapana, ameenda. Hapana, mtu kama huyo ambaye amewasaidia hawachagui, kipieni. Wakaenda tena wakachota majikini, wakakuta huyo mbabas anaitwa Moses. Wakamwambia, baba yetu anakutaka nyumbani. Kumbe it is a transition towards where God wants you to be. It is difficult. It looks confused. It does not look like it has a formula, but it is taking you somewhere. Haya, mbabas akaendio kufika nyumbani. Muse akasema, wewe kaa hapa nyumbani. Kaa hapa. Ni mara hiyo that kisichana kile kimoja kilikuwa kinakataa mbabas, kikaanza kupenda mbabas huyu. Na kikaanza kuona mbabas ameng'ara. Baka baba kaanza kuuliza, huyo nani kwa korogwa auditori aigua nate na modo huyo. Kumbe it was a preparation for our father-in-law to come in board. Bwana Yesu asifiwe sana. Immediately this girl was married, akaolewa na Musa. Na Musa process yake sasa ya kuwa prophet, the reason he was created for, ikaanza kumanifest immediately. Na akaanza kufanyika sasa huyo jaba. Na akaambia tuenda ukachuge kodoo. The first manifestation for you to become, unaenda kuchuga makodoo. Maana kile watu utapatiwa ni makodoo ambao utaogosa. Bwana Yesu asifiwe sana. Daudi wakati alimwagiliwa mafuta, alitumwa akachunge makondoo. Na akakaa na makondoo na akachunga makondoo mpaka wakati wa kuanza job ulianza. Musa aliendelea kuchunga makondoo akistama na mabuzi. Aliendelea mpaka mbuzi zikamzoea. Mbuzi hazikuwa najua ati alikuwa na todoira, lakini mbuzi zilifikiria hata yeye anasema me. Kumbe he was being prepared
for the season. Bwana Yesu asifiwe sana. You are being prepared for your season. Don't worry about what is happening in your life. You are being prepared for that season. The season is coming. The season is around the corner. Moses akatumwa aende akachunge mbuzi na akazipeleka kwa kichaka kuchunga. Kumbe hakuwa anajua the process. Kumbuka walimweka kwa mto, akakutana na Mungu akiwa ndani ya mto. Aliua mtu, akakutana na Mungu wakati aliua mtu. Akarudi akaenda kwa mto, as he was running away, akakutana na wanawake, wakamkutanisha na blessings zake. Now the next move, akaambiwa aende akachunge makondoo. Na baba wa hiyo boma, maana hakuwa na kijana, akasema, from today you are my son. I want to tell you today, God has confirmed you are the daughter of God. God has confirmed you are the son of God, and nothing against you is going to prosper, and nothing that they have planned against you that is going to prosper. God is doing something that is powerful. God is doing a transition in your life. Whatever is happening, don't worry about it. Don't worry about the neglection. Don't worry about isolation. Don't worry about those people who have run away from you. Just stick to the process. Mwambie mwenzako, stick to the process. Moses did not deviate from the process. When he tried to deviate, God moved him to the process. Just sit down as God is reshaping you. Mungu akikurudisha into the process. Just appreciate God. Tell God, thank you because you've discovered me. Because this is a discovery. This is a moment that God has discovered you. It is not that he didn't know you, but he prepared you through a process that is full of darkness, in the bush, into the forest, everywhere. You pass through the mud, you pass through the confusion, but at the end of the day, ukatokelezea. Moses akatumwa aende akachunge makondoo. As he was chungaling makondoo, that is when he saw a bush burning, and he moved closer. Now when you are in your darkness, when the bush is burning and you don't know what to do with your sheep, you don't know what to do with your goats, and the fire is coming, because the fire from the bush was coming, and Moses was crying that this is the fire. And as much as he went to people to ambia kuna moto, people were not seeing the fire. Well, nobody was seeing what he was seeing. He was seeing his own world. That is why you are in your own world. That is why everything to you was collapsing. You are a mad woman. That is why everything has collapsed in you. Nobody is listening. Nobody is reasoning with you. And nobody is seeing what you are seeing. Nobody is walking alongside with you, because whatever that is happening in your life, it is complicated. It is not what you think. It is what God thinks. Hallelujah. Moses was seeing fire. Alikuwa naona moto inawaka kwa kichaka. He was seeing nothing but from fire. And akaanza kuimagine, hizi ni kondoo za Jethro. Sasa hizi ni ng'ombe za Jethro. Hizi zitachomeka, nitaenda kusema namna gani? For him is seeing fire, but this is a transition, making him go closer to where and he moved to go and confront the fire, because Moses was a warrior. Moses was somebody who was a fighter. He went down to go and confront the fire. Whatever you are doing when you came here, you came to confront the fire, because you heard there is fire in the synagogue. You heard there is something that is working out in the synagogue. That is why you met me here in the synagogue, because there is fire here, and this fire is confusing everybody. This fire is working. Hiyo moto inawaka. Bwana Yesu asifiwe sana. That is why God has caused you to come here, because you are coming closer to your Mount Sinai. Hallelujah. And the fire was raging and everything was burning. The bush was burning in a bad way. The bush was just there, and you see the fire is coming and everybody else is not moving. You are seeing the fire. That is why, my brother, you are in total darkness, because you only are seeing that you are going to die anytime soon. Life has been confusing. Anything is not working around you. It is the fire you are seeing. It is only you who is seeing the fire, because you look confused to many people. They don't understand you, because God will not allow you to be understood, because what he has called you for, it is not for the understanding of the people. He has called you for a purpose. He has called you for a reason. He has called you to deliver these people. If they understand what he has called you for, you will not be able to deliver them. Hallelujah. That is why you are in your own world. Just try to sustain yourself in that world you are in. It is God who took you to that world. It is God who decided you be in that world, so that you can bring a revolution, so that you can bring a change, so that you can bring that which he made you for.
Moses confronted the fire. He went to the mountain and he found there was no fire. Little did he know he moved towards listening and hearing the voice of God. Hallelujah. What has brought you to come to hear the voice of God? Because God is in this place. God is here seated around with you. He's walking with you because he wants to bless you today. He wants to lift you today. He wants to transform you today. He wants to cancel every demonic agenda in your life. He moved to the mountain. And when he moved to that mountain, he heard the voice. And he was told, the place you are standing, it is not as dirty as you are. Remove your sandals, because here I am. And God shouted and called his name. And he said, what did he say? What did he say? Moses, Moses. He said what? And then he answered, here I am. Hallelujah. Here I am. Hallelujah. Moses, Moses. He said, here I am, God. How did he know he's speaking to God? He didn't come from home to come and look for God. He came kupeleka ng'ombe na mbuzi zikakule. But when he was called, he was able to know this is the voice of God. He was able to know this is the time God is speaking to me. He was able to detect this is God, this is not demon. And he shouted and said, here I am, God. And God told him, where you are standing, it is a holy place. Now he realized the season has come. Until the day God will tell you where you are, Mary, it's a holy place, you will never realize you are in a holy place. You will be fighting with people all over. You will be complaining and doing many things. Hawakuoni, hawakufanyi, hawaneni, hawaedi, hawafanyi, because you will always be a complainer. The day you realize the place you are is a holy place, your complaining stops. Your argument stops. You don't see no more. You don't see no more enemies. You don't see no more challenges. God just provides everything. And even if unaenda kulala jaa, lakini hauna hata kitu, but because the season imefika, hawezi kusikia jaa. Unalala tu vizuri, unafanya mambo yako vizuri, unatembea bila cash, bila single cent, and God will cause everybody to bring it to you. Bwana asifiwe sana. Because the season has arrived. When you are in your season, they will all come. Your enemies and the people who have been fighting you, they will all want to be associated with you. And they will come and give a testimony. Watasema nini? Indeed, we can see your God. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. When Isaac was sent and by God, aende akalime, na alilima in the desert, na akavuna in the desert, na akatajirika in the desert, hata mudhamaki wa huko alikuwa mwambia, I want to follow you and your God. Because the season has arrived. This is my season. Tell your neighbor. Ask God to have a revelation. How do you know that you are in the season? There are 3-4 things I want to mention to you very quickly before I finish. These 4 things are very important for you to know exactly you are in your position, in your season. Thing number 1, it is the power to have revelations. Ufunuo ambazo zinashangaza kila mtu. Unasoma Biblia ile imesomwa na kila mtu, lakini venye unaisoma na venye unapata ufunuo, unapata kila mtu anakushangaa, mpaka anafungua tena, anaenda. Naonaga tu ati siku hizi anabebaga Biblia 3 kuconfirm. Simeona mpaka amelala. Hallelujah, he's dreaming. He is in his season. The season has come for sleeping. Hallelujah. When you see things that are not seen by others, Moses saw things that were not seen by anybody. Joshua saw victory when he told the people that we are going to conquer, we are going to win these battles. The people with him, somehow they staggered. They could not imagine, how are we going to defeat these people? But God spoke to him and showed him a revelation that you are going to win this battle.
Gideon, when he was spoken to by God, he was told that this battle you are going to win. Remember, Gideon had prepared 32,000 men and women that are going to fight. But God came and spoke to Gideon and told Gideon that this battle you are going to win as a man. You are not going to win as a multitude. You are going to conquer this battle as a man. And he trusted God, and he said to God, I'm going. And he asked God, how am I going to win? Yet I come from the least clan, and I'm the least in our family. And God called him man of valor. Little did you know that you are a man of valor. It is only that you don't understand that you are a strong person. It's then that you don't understand that God has something in for you. This lady, I persuaded him several times to do what she did. Now she is a celebrity. She had refused. She had completely refused. But I persuaded and I tricked her because I knew this lady she is in her season. Na hii season ikipita katarudi kuumia. And I'm going to lose her. So I tricked her, nikakadaganyiria, nikamshuhudia karati mpaka akajikuta kwa Simon K. Sasa yeye ndiye ananiambia tukihurire Simon lege. Yeah. See, now people are called, prominent people are calling her because they see hope in her. They see she can be able to deliver them from what is going. Usikibie kama mimi. Mimi ni wakati nilichukuliwa na nganga, nilipelekwa makurusedi makubwa. Mpaka nikajiona I'm powerful. Nikaona nganga ni kama nikatoto, nikamutu bure. Because I could see, watu wote crusade msima imekuja kwa sababu yangu. So who is nganga? That is how nganga destroyed me. He never took me down. Atoe mogeke ndani ya kichwa yangu yote itoke. Ndio aniweke bego ingine. Alinipeleka kwa kiwanja. Niliokoka Thursday. Saturday tulikuwa Tononoka na kiwanja ilijaa. Tukatoka hapo tukaenda Kisumu, kiwanja ikajaa. Tukaenda Kakamega, kiwanja ikajaa. Sasa na ni mimi nilifanya watu wajae kwa kiwanja. So who is nganga to me? Kiburi kikaniingia. Mpaka nikaanza kushindwa. Ananiambia, ananituma. Siku moja akatumana niitwe, nikamuuliza, hebu muulize anatakaje? Because who is the boss? I'm a crowd puller. Na akubali na pesa ikiingia, we are not sharing. How? Sadaka inaingia, na iliingia mingi. Watu wa NSIS wakaleta pesa wakamwambia kana huyu mtu. Polisi wakaleta pesa wakamwambia kana huyu mtu. Akatajirika, kanunua magari kama 6 at the same time. Na hiyo pesa yote najua inaingia kwa sababu yangu. Na mtu anipatii pesa. And that is how he destroyed me. Because he never pulled me down. He never laid me. Hakunitoa nguo zile nilikuwa nimevaa. Moses aliambiwa toa viatu mahali huko ni pasavi. Niliendelea na umuungike wangu ndani ya Neno Evangelism Center. I never changed. And that is the bad thing that happens to you people because you don't want to be taught. You want to have that miracle and run away with the miracle. Na hujui kule nimeenda ama nimeenda kwa waganga, hiyo miracle umekembia nayo ni ya mganga. Na kuja na kuwekelea uti unataka mtoto, na kuja na kuwekelea kwa tumbo yako, na ile power niko nayo ni ya mganga. Ni nini nimeweka ndani yako? A spiritual baby. A spiritual baby that will forever torment you. You must know the source of the power. You must know the source of this man. Yes, ako na power. Ametoa wapi? Fanya utafiti. Test every spirit. It is biblical. Test every spirit that is working. Bwana Yesu asifiwe sana. And you will be able to conquer. You will be able to win. Moses became that man that God wanted to be. He was a stammerer. He even asked God, why can't you tell my brother to lead this? Because I don't know how to speak. God told him, it is not about your brother, it's not about you, it's about me. When you are in the season, it is about God. Because the revelations you get, they are completely what you never understood. You will be read, utafungulia Matthew chapter 1 verse 1, a book that you, ama ile John 3:16, itakufunguliwa na utasomewa na utaona ni kama haujawahi soma. And it was a memory verse in every child. Because a new revelation comes. And number 2, there is visitation. Number 2, to know that you are in the season, there's a lot of visitation. Angels will be visiting you. And there's a supernatural
divine appearances, a supernatural divine appearances that will come in your life. Things like Moses who saw the fire. People were not seeing the fire, but Moses was seeing the fire. When Jesus was immersed into the water, the Holy Spirit in the form of a dove came. Because his time, wakati Jesus aliwekwa ndani ya maji, season yake ndio ilianza. And the season ya John the Baptist, John what? The Baptist ikaisha. Ilikatika, ya huyu ingine ikaingia. Bwana Yesu asifiwe sana. When Joshua visitation came, Moses died. Hallelujah. When Uzziah did what? When Uzziah died, I saw who? I saw the Lord. So there must be something that dies in you for your visitation to come. Hallelujah. When Jesus was hidden in Egypt, he was taken to Egypt for hideouts. When they waited until they were told the king has died. Hallelujah. For you to get into your visitation, for you to get into your season, that thing that was existing before you will die. Even if it means your husband will die. Even if it means your wife will die, so that you get into your season. It doesn't matter. It doesn't cost God anything. He will still be God. He will destroy the whole house. He will grab you out of your plot, and the plot will be consumed, will be destroyed, because he wants to enter you into your season. Because in the season, there are greatness than where you are. Bwana Yesu asifiwe sana. So Jesus was chased out of the synagogue. Alirukia kwa dirisha. Little did they know he will become the king. For them, they were treating and holding aka wise boy, aka boy kako na maneno, kaboy kanashika maneno vizuri vizuri. For them, they were treating him as any other. I wish you angejua this is who. The father, he despaired. Alitoroka kutoka kwa baba yake. Wakamtafuta. Walimtafuta siku ngapi? Warokole? Yeah? Walimtafuta 3 days. Wakwenda mali waligenda kutokelezea, walimkuta in the synagogue. Wakamuuliza, where have you been? Aliwajibu aje? I was with my father. Because he was not a natural person. He was a supernatural, operating in the supernatural and walking in the supernatural. That is what happens to you when you have the visitation. Hallelujah. Tell your neighbor, I'm walking in the supernatural. Yes. And number 3, the habitation. Andika jina habitation. The fact of living. Habitation. 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 Hiyo ni ngeli ya kwikwi. Ni ngeli ya habi. But what is a habitation? For those who went to school, my teacher? Habitation. An environment where you live. The environment changes. Things just change. Unakuta watu wale ulikuwa unatembea na wao wamekuondokea. Unakuta the kind of people you've been walking around with you, they just disappear. Unakuta maeneo ile unaenda unatembeanga siku nyingine sasa ni maeneo tofauti. Ulikuwa unatembeanga Mukuru kwa Ruben, sasa unatembeanga Runda. Ulikuwa unatembeanga Kawagware, sasa unatembea huko Muthaiga. Yani the kind of people you are walking around with you are different. The kind unakuta ulikuwa unatembea na watu wa Mugoka, sasa unatembea na watu ambao wanaenda kwa hoteli kubwa kubwa. Wanaitisha ka salmon fish. Hallelujah. Wale wamesoma wanajua nimesema nini. Ni sahani moja ya kasamaki kakuota, si kakuota kametoshana hivi. Kametoshana hapa hivi ni shilingi 3,000. Kuna mtu unaweza bereka hapo, mpeleke hapo, aone ile bili unalipa, aende kwa maombi straight. Safari nako ya gai. Tukarekia posta toke wakwanaga gabesha. Oh my God. Go line by line, my daughter. Do you understand?
that when you find the environment, no more. You are no longer discussing ujiga. The kind of the company people you have around you, unakuta ule ujiga ule masegenyo imeisha. The environment changed drastically. Hallelujah. Things just happen. Unakuta hata sasa mkitembea na msee, wale watu the couples mnaenda kukutana na wao ni couples we nyinyi tu ndio hamuna gari, lakini unakuta ile atmosphere ya kupata gari unaona imeanza kutembea. Hata unasikia kamunuko ya kama Mercedes kameanza kunuka. Kuna kasichana kaliniambia ya kwamba by the end of this year atakuwa kiendesha gari, na nimemwambia by the end of this year ataendesha gari in Jesus name. Ananijionaje kuna watu wanajua kujiprofesaia. Na kuna watu wanangojaga bishop ama apostle aliye kiugo kimwe. That's two different things. Yule anajiobea Mungu anamconsider first kuliko wa kuobewa. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. So let's look at number 4. We are going to number 4. Mmewasikia? Your season is not yet. Oh yes. Number 4. Inundation. Inu. I-N-U-D-A-T-I-O-N. Inundation. Inundation is something that you know, and that's something that you ever call every time in your prayer. Who is my good teacher, another teacher, to tell us inundation in nini? New things. Things you learn along the way. I have no husband. Sorry. I didn't know. I don't know. Inundation means overwhelming abundance. Overwhelming abundance. Yani things zinakukujia tu, unakuta ukiingia hapa kanisani, unakuta vitu vimejazwa hapa, unauliza hizi sio kireda shiga, na ukienda kwako nyumba unakuta vitu vimefanyika, unashindwa hii imekuja. Unasikia makuku mpaka za neighbor zimehamia kwako. Unakuta una mayai 100 na zote ni za neighbor. Bwana Yesu asifiwe sana. It is overwhelming. When Moses became, everybody associated himself with him. When Elisha became, everybody wanted to be associated with him. Remember, previously they were associated with who? Elijah. They were not associated with Elisha because they knew Elisha hana kitu. Lakini wakati Elisha aliondoka, power ikakuja kwa Elisha. When Moses died, remember mtu anaitwa Joshua aliishi kwenye tent. He never moved from the tent. He lived in the tent always. He lived there. Musa akienda kwa mlima, kalikuwa kanawachwa kwa tent, kanaambiwa wewe ikaragia tent. Hallelujah. But when power shifted, when God shifted his power to Joshua, every person he was behind him and he was commanding those people that were being commanded by Moses. And they listened to him and they could see manifestation of God in this man. Hallelujah. Previously they were calling you a witch. Angalia haka kasichana kametuambiaje. Saizi kanapigiwa na wafami. Na mbeleni kagejulikana ni kamchawi. Kagejulikana kidogo, hiyo ingekuwa subject ya kwenda katoroni kumwombea akufe. Mimi niliobewa na mabishop. Bishop mmoja anaitwa Kanyere hapa Thika. Walinizika, walitengeneza jeneza, wakaweka picha yangu wakanizika. Yule anaitwa Bishop Kanyere na grupu yake hiyo yote ya kanisa yake. Tengeneza jeneza wakanizika, na waliponisika wakaambiwa in 7 days huyu jamaa atakuwa amekufa. Exactly 7 days hiyo nilikuwa nikufe. Nilikuwa kwa hoteli inaitwa December pale Thika, naye Kanyere alikuwa anakunywa chai hapo. Nilipoingia Kanyere alishika kikombe, ikatetemeka ikaanguka chini kwa sababu aliona a ghost imekuja, maana hesabu ilikuwa imeshamfanywa na imeisha. Baada siwe sana. Kanyere tulirudi tukakutana naye kwa ofisi yake.
Na tukaongea na yeye, akakuja mpaka kwangu. Ngabia todi wakwa, si kitu kingine ni kudada kumsharia wako. Na giwa kagoko gakwe. Na gemura bishop, gadi yakwe kwa full ya besa sigana. Ni maiti irekera ke. Uko niko mtu athirika giatho ciake. Uko niko mtu athirika giatho. Yaani ukamonagia kaundu. Weka hiyo gari full tank. Kujia kadi. Na hiyo kadi ilikuwa haina pesa. Kujia kadi. Akaniuliza, ule hana kadi? Ni ndikuwa pesa ciama sitakutuma nisire haya murimu wako nuka ngothi. Maiti alizika mimi na kaja nimeisha. Sasa nilitaka kumuonyesha I'm still conquering the world. Bwana Yesu asifiwe sana. So nothing will happen against you. So you have inundation. You will have abundance, overwhelming. Things will come. So don't panic. Wacha kukibisana na kitu kidogo. Wacha kukibisana na hiyo kitu na kabiashara. Wengoja. Your things are coming. Your things are coming. Your power is coming. Your authority is coming. Your success story is coming. Don't worry about what is that. Wacha waendesha gari. Utapatiwa yako ikiwa mpya. Wacha na hiyo anaendesha. Itazeeka. By the time yako ifike, itakuwa masakete. Wakakudia kumutengeza maguta na hau. Weha! Nye tamakadiri amenya geji no dio ndike ekete. Nye ndatwarithia ngari ndona oya horai. Na makanika ndahurira makanika njira atiri turore kana ni maguta na ni uramenya ni maguta. Bwana Yesu, unajua ni mafuta kwangu. That is why I'm able to flash to do it kwa flash kana splash. Kuspend ni kufanyaje? Kusplash. Because my time, hii ni season yangu. Mwambie mwenzako hii ni season yangu. The season of spending. Hallelujah. This is my season of spending. Mwambie mwenzako ni mimi. Sasa unaenda kusumbua huyu kwa nini? This is my season of yes. This is my season of spending. This is my season of seeing the greatness of God. That is why I am spending with God. That is why I am doing it with God. That is why I can give anything for God, because I am in His season, and that is why I have the abundance of spending. Nikaitaigua thithi tondu ndi kwa fafa ni kuria ndiraria to irio twa fafa nikiona na gikinyaga gutano go ya jamba tondu higo size ndio nakula vizuri kana nata tio. Yeah, we are in the season. Sijiangalie vizuri. Are you not in the season? Yes. In the season of abundance. And things are just working. Hallelujah. So don't worry of what is happening. Wacha kama hujapikwa, wacha upikwe. Tulia tu upikwe. Wacha kiherehere miki. Teko kako jira mahoya turaho ile no gutire kuragera. Gutiragera na ihenya. Hakukui haraka. Ni next year mwezi kama hii. Vumilia, finywa kidogo. Finywa kidogo, tengenezwa mami. Urahia pio, tengenezwa. Ukisikia gutire kuragera, ujatengenezeka. Ni umang'aa uko nayo mingi, unakataa kupigwa panelibiti. Niumbie moyo mpya. Moyo wa nini? Moyo wa kunyenyekea. What are you telling God? Na wakubondeka. Hebu tuimbe. Niumbie moyo mpya, moyo wa kunyenyekea na kubondeka mbele zako. Yes. Amesema nini? Niundie moyo mpya. Kwa hivyo huu niko nao ufanywe nini? Ufanywe nini? Ungolewe, ubondwe, kisha uchomwe. Uende upeleke ufinyangwe mpaka ufanye nini? Ukue matope. Ukiwa matope kisha ndio utengeneze moyo mpya. Bwana Yesu asifiwe sana. So once you sing that song, be ready. Mkiiba hizi nyimbo mwaibaga mnajuaga mnaiba gani? Be ready mami. Sio unapenda sana ukiosha masufuria kwako? You love that song. Ukiosha sufuria, niumbie moyo mpya. God is looking and is listening to you. Na anajua umang'aa yako imefika wapi.
So anaita wale makanika wa Girogo, ni wale wajaruo wa kutengeneza gari, kunyorosha gari limefanya accident. Wanakujaga na kitu kinaitwa body what? Kimashini kia kusukuma body inafuguka huko. Na wanachukuaga kevoi kwa sababu kuna chuma huko ndani ambayo iligogwa ikagojeka hivi. Sasa hiyo chuma inakuja na kevoi. Umewakuta wajaruo hawa? Ndio hawa ukiwaona wakirusha mawe, hawarushangi kwa sababu ya nija, ni bitterness ya ile Mungu kazi aliwapatiaga. Ukiwakuta na kevoi. Sasa hiyo ndio liambia Mungu, niudie moyo mpya, moyo wa kunyenyekea, moyo wa ambao unabodeka. Bodoa. Sasa Mungu anabodoa. Na wewe ndio uliuliza. So ukiomba maombi mengine kama hiyo, omba ukiwa tayari, uliza Mungu ama ujiulize, am I ready for the transition? Machozi haya ni wewe wajua. Machozi gani haya? Are you crying? Are you crying? Siri ya machozi haya ni wewe wajua. Siri ya machozi haya ni wewe wajua. In the first place, una machozi. Na mbona unayaitiza? Mwenye alitunga nyimbo, alitunga kwa sababu alikuwa analia. It was a testimonial song. She was going through hell. Now what are you inviting? You will go through the process alienda. Na ndio nakwambia sana wakati mwingi, when you are praying, be cautious ukiita Mungu wa nani? Mungu wa Isaka, Mungu wa Jakobo, Mungu wa nani? Wa Joshua, Mungu wa Elijah, Mungu wa Danieli. Kama wale wanaitisha Mungu wa Danieli, in 2-3 days times, lazima ukae kama Danieli. Lazima uwekwe kwenye tundu ya simba. Kama uko kazi, utaachishwa kazi. Umetoka makatoloni kuomba Mungu wa Danieli akusaidie. Mungu wa Danieli anakujanga kuthuru simba. Lazima uwekwe chini. Mungu wa Meshaki na Abednego, wewe Baba, ninakuomba Baba. Mungu wa Meshaki na Abednego, nanaona teremuka sasa. Mungu wa Meshaki na Abednego atateremuka kimesheki na Abednego. Na atakupeleka ndani ya moto, tanuri ya moto. Kwa sababu ulimuita na amekuja. You must know how to call God. At what season? Mungu anaitwa kulingana na season. God is God. Anaitangwa God the warrior. When the warriorship is needed, you invite his presence according to what you need. The God of abundance, you call him according to what you need. Usiende kuita Mungu wa Musa, utapelekwa kwa mto. Ulelewa kule, alafu kutoka huko uanze kupitia mapitio aliyoyapitia. Na uangalia alipitia miaka ngapi? Alipitia miaka ngapi? 80 years. Utazeeka hapa ukisema utahubiri. Ita Mungu wa haraka. Bwana asifiwe sana. Ati Mungu wa Joshua, you will forever remain a warrior fighting people. Ndio unaona kuna watu kama mimi nilitisha deliberately Mungu wa Joshua. Because ile kazi amenipatia ni ya kuvunja madhabahu, na nitavuja. Na nikarudi kamwambia hata Mungu wa Jeremiah kuja, nipatie nguvu, nipatie revelation. I'm the Joshua. I'm taking you to Canaan. Hallelujah. Tunaenda Canaan na hatutakufa, tutafika Canaan. Musa amekufa, wale wengine wamekufa, because we have a vision of where you're going. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Ni wangapi wamebarikiwa? Umeanza kujua how to know when you're in the season. Now you know which season are you. So kama umefinywa, kaa kunisubua pale. Kama unajua maundu matire marageratia guka, in the spirit iko hoya wabe uhinya hinyo ndura hinyo. Tondu ko imuhinye kiherehere ni kigithirite. Koro mzee ameniangalia ameshinda, wewe na muhujia kweli. Muhujia.
gwa guitĩrĩrio maguta kuma nda-inĩ ya maitũ. Tusimame kwa miguu yetu. As you stand, because I want to prepare you, as you prepare for the sacrifice, this service inakuanga ya sacrifice. Na mjizoeze kukuja hii service kwa sababu mtapata laana. Msipokuwa mkikuja, mnakuja mnatoa. This is a commanded. It's God who commanded me to do this. Niwafungue. How do you know? What are the signs of you knowing that you are operating, that you have umekuwa free? Sign number 1, you are able to forgive. Sign number 1, you are able to forgive. If you find yourself you are not able to forgive, bado hujafunguliwa. Lakini kama una uwepesi wa kusamehea, uwepesi wa kusema, mupatie mic, ndo tafute yako. If you are able to forgive anybody, no matter venye wamekutendea, you are able to say thank you. May God bless you. That's number 1. Number 2, you got no bitterness. If inside yourself you got no bitterness of what they did to you, then you are free. Ile machungu venye mke wako alikufanya. Mimi nilikaa na machungu ya miaka 7 mpaka nikakunia kwa suruali, because of something that was so petty and useless. I suffered. Nilipoteza vitu zangu nyingi and a lot of my time, until niliweza kuondoa hiyo kitu kutoka kwangu, ndio Mungu alinipatia ministry. And number 3, doors are always open without struggle. Doors are always open. They open themselves without any struggle. People will bless you with their money without any struggle. People will bless you with anything they have without any struggle. People will pay for your school fees. People will pay for your fuel. People will pay for your chakula. Anything that you need. You don't ask for them to bring you. They'll bring it to you. That there is no struggle. There is no struggle at all. Panda huko juu. Panda huko. Juu kabisa. And number 4, you utadiscover una kitu kinaitwa spiritual empowerment. You are able to pray. You are able to connect in the spirit. You are able to interpret. You are able to see visions. And number 4, you find that there is a financial breakthrough. Hapo ndio unajua sasa kila kitu season ni yangu hii. There is a financial breakthrough. Hallelujah. Ukisikia huyu amesema thank you Lord, ni kama anahisi it is coming. It is coming. It is already there. Ishafika. You didn't know. And number 5, yes, number 6, you find a natural respect. People just respect you for nothing. Bako unaenda unajiangalia kwa kioo, unajiuliza, did I deserve this? Unakuta tu wanakutambua, unakuta watu wanakuondokea kiti na huwajui na hujawahi kuwaona. Unaona watu wanakuvutia kiti, unaona watu wanataka kukuelekea, wanataka tu mwende mkakule mwilianile tu. Unakuta mtu yuko na kagiri kake kamoja, anakuambia nataka tu nikubariki na hii kagiri kamoja udadime. Hivyo tu unasikia pesa inamsubua kwa mfuko yake, because ako na natural respect to you. And number 7, unapata favor. 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 Inaitangwa natural favor. Things will just be coming on your way. Favor. Therefore, for these things to happen, you must be able to position yourself. For these things to happen to you, favor ikuje, spiritual empowerment ikuje, financial breakthrough ikuje, doors opening ikuje, having no bitterness and being able to forgive, there must be 4 things that must happen to you. And these 4 things is positioning yourself. You must position yourself for these 4 things to come. To position yourself is to understand the heart of God.
understanding. That is now for you to find that kind of a position. You position yourself. It is finding the heart of God. The moment you find the heart of God, you will do the right thing every time. You will be calm, you will relax, because the heart of God is saying so. And number 2, you must become obedient to the word of God. You must become obedient. Hallelujah. And number 3, you must be fully dependent on God. Wacha kasheshe na kiherehere migi. Just depend on anything you are doing. Depend on God. Obey God. Listen and wait for God to depend on Him. And lastly, but not least, choose a life of faith. Choose a life of faith. Wachana na life, physical life. Wachana na hii life ati lazima nikuwe na pesa kwa mfuko. Me, I will tell you, tunajenga kitu ya 10 million kesho na sina hata dururu. Na tutajenga. Na nitaenda kwa factory, niseme leta chuma mumwage huko. Nienda kwa ingine leta mabati mumwage huko. Leta kitu, tunapakaka hii kitu ya wazee. And by Saturday morning sikuwagi hata na kitu ya kupatia wazee. Na hata kokia kinipigia na mwingine akinipigia ati pesa watakujaje. Wewe, mumechelewa wapi? Harakisheni, ninachelewa, nataka chakula imefika na sina. Hallelujah. Kaka kidogo nasikia kasimu. Nitaleta chakula, iko jiani. That's live a life of faith. Have the faith. Lift up your faith. Hii nyumba tumeijenga, tumetengeneza hii yote without money in the bank. Without money in the bank. Watu walifikiria nilikuwa na mamilioni kama 100 kwa bank. Nothing. We didn't have money. Unaitisha kwa hardware. Kitu triki ya kwanza unafaa kujua nayo, zoea mahali pamoja, wacheni kukibia hii duka hiki gide, zoea mahali pamoja. Sasa unapiga simu. Lete body 50. Lete body 50 na mlete afira na mlete nini? Haraka na muharakishe sana. Na akikuja naambia rudini, nitaandika cheki. Inakuja. Unabia Mungu nimuona ule deka shonoka weika ni ndile hau. Na immediately unakuta mtu anakuja hapa, mama kama huyu anasema I want to be part of this. And how can I help? Unamwambia saa hizi penye tumefika, unakumbuka na eto chekile yuma ya pesa siga negili magana meri. Saa hizi penye tunafika, tukipata kama 300,000 tunaweza kwenda msuri. Unaona anasema mimi nitatoa 200. Hallelujah. Kwa sababu ulipanda ukifika 200 akitoa 100, unampeleka juu kidogo ndio atoa ile unataka. Sasa hiyo unatoka. Wako wapi mafudi? Mbona hamjafanya kazi? Na baadaye ulikuwa naomba wasikuje kwa sababu hakuna kitu. Live a life of faith. Bwana Yesu asifiwe sana. You can never succeed without faith. You can never succeed. Faith will move mountains. Faith will change everything. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukikuja unikwambia sina pesa, ujue sina, lakini zitakuja. Sina, nihurumie tu enda, sina, lakini within time zitakuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Because kuna kakona na idaka na abia Mungu. Hapa nimesukumwa. Hata wewe unajua nasukumwa kwa nini? Si unajua ni nyumba yako Nisaidie tu, niondolee hii aibu. Na ataiondoa. Wacha nikwambie ataiondoa. Mimi saa hii ulikuja unikuje na pressure hapa. Niende kwa kokona pale niambie Mungu. Jehereria thoni. I'm telling you, somebody from anywhere will come. Na ataniondolea hiyo aibu. Hajawahi kubali, because I have the favor of God. Because it is my season. Because I'm walking faithfully. Because I'm obedient to the word of God. Hallelujah. Can you put your hands together and amwambie Mungu, help me to walk the way you want me to walk. I know I have empowered somebody. I have lifted somebody. I know you are not going to be the same again. I know your life is not going to be the same again. I know the transition has started. Bwana Yesu asifiwe sana. May God bless you. Sasa fanyeni hivi. Na msilete maneno mingi, na mlete pesa mingi muwekelee hapa. Mlete hapa pesa. Na ninataka muanze kujifundisha kutoa pesa mingi. Umesikia?
Mjifundishe kutoa maelfu 10, maelfu 20, maelfu 100, mamilioni 1. At least nione kacheki ka milioni 1 kana kaaga aje. Na nataka kutoka leo. Sema kutoka leo. Nimeondoka kwa kubeba pesa cash. Nitakuwa nikiandika check. Tucheki tuaguke hapa. Tucheki tuaguke hapa. Ama mnataka nianze kulia kama nganga. Lakini atatuona kweli. Atafanya nini? Nganga. Akiona kimeumana, huyo mzee ni mzuri. Na ndiye alinifundisha faith. Akiona kimeumana na hakuna pesa, alikuwa naimba ile wimbo yake ya Kogoro. Kogoro alimulisha Elija. Alafu anakuja na kastori kengine. Nilipokuwa pale Mshomoroni, nikanyeshewa na mvua. Nikauliza Bwana mpaka lini? Aniambia nitakutumia mtu. Ako wapi mtu atakayesimama na kazi ya Mungu? Ako wapi mtu atakayesimama na kazi ya Mungu? Leteni manoti hapa. Ako wapi mtu? Utoe. Alafu ndo anatuangalia. Anapenda hii channel. Niko mtandaoni. Ni baba yangu. Mtu asicheze na baba yake? Si anirani. Yaani baba yangu. Nacheza na baba yangu. Drash hana fafa. Yes. Ama niaje? Niaje baba? Wekeleeni vitu hapa. Unajua naongea ndio mpage mnanuti. Wekeleeni hapa. Hapo. Na hiyo naongea, najaribu kupiga story ndio mpage tunoti vizuri. Wanakunja bahasha paka inakaa madhogodhani hiyo hapa. Ni noti zimejikuja. Kuna iba tuliiba jana. Ile mwisho ilikukana kaa regerege. Hiyo ingine Kiswahili. Weka iko wapi huyu mjamaa? Ameenda? Achana na drum. Drum tucheze huko. Hata imefunga. Hii watu kuwatoa hii kwa hii kitu kabisa itanichukua muda, lakini niko na imani. Amwira ate. Nuohoka. Wangapi kutoka leo tutatembelea kwenye imani ya Mungu? Wangapi wana imani kuwa wamefunguliwa? Bwana Yesu asifiwe sana. Ninasikia kwa moyo wangu leo nimewaguza vizuri. Leo nimegonga pale ndipo. Si ndio? Ninasikia kuna mabadiliko. I can see this transition, this change in your life. I can see God has done it. Hallelujah. Tuweke tu hivyo, tuimbe tu hivyo. Oh, remember me, Almighty God. Remember me. Remember me, Almighty God. Remember me, oh, nikumbuke ewe Bwana, nikumbuke. Remember me, Almighty. Remember me, dear Lord. Oh, remember me, Almighty God. Remember me. Remember me, Almighty God. Remember me, dear Lord. Oh, nikumbuke ewe Bwana, nikumbuke. Nikumbuke ewe Bwana,
nikumbuke Bwana naomba. Oh, nikumbuke ewe Bwana, nikumbuke, nikumbuke ewe Bwana, nikumbuke Bwana naomba. Oh, remember me, Almighty God. Remember me. Remember me. Remember me, Almighty God. Remember me alone. Oh, remember me, Almighty God. Remember me. Remember me. Remember me, Almighty God. Remember me, dear Lord. Oh. Thank you, Father. Ninakuabudu na ninakushukuru. Watoto wako hawa wamekuja, wamefundishwa na umewafundisha vizuri. Wasaidie kutembelea na waweze kujua season yao imefika. Na wakati season itafika, uwajulishe ndio wasiende kutapatapa. Wakae katika misingi yako, mafundisho yako na njia zako. Na ni katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kuamini. Sasa wangapi mmefurahishwa na mmesikia vizuri? Umesikia vizuri. Sasa nataka kukuomba. Si mnajua hii nyumba nalipanga rent? Si mnajua hivyo? Siku hiyo ingine mlinidanganya. Haidhuru, Mungu anawaona. Sasa nataka Sunday ukikuja, wewe uende tu uvuje benki ama uchukue mali utachukua. Uniletee shilingi not less than 1,000 ama uniletee tu 1,000. Ukisikia unataka kuongeza uko juu, uongeze. Lakini I want 1,000. Nyinyi wote mko hapa, uende. Kama uko mama yako hayuko hapa na una pesa, uende. Lakini ukipata zaidi, wewe niletee tu. Hii nyumba ni nyumba mzuri, si ndio? Iko na baraka. Nataka mujishikanishe na baraka za hii nyumba. Na kujishikanisha na baraka za hii nyumba ni sustain. We sustain. You know, when you sustain what? Yeah? You sustain the altar by your sacrifices. Bwana Yesu asifiwe sana. So nimesema minimum ya 1,000. Na ninataka siku hiyo ndio nitakuandikisha because I want to buy you dinner. Watu wa class. Nitanunulia dinner the next, wacha isade hiyo ingine nakuja hiyo ingine. Nitakubaia sade. Mnacheka? Mnacheka wangapi watakuja hiyo dinner yangu? Dinner. Inua mkono. Inua mkono juu. Na tutakula hapa. Itapikwa hapa, tutakula hapa, nitalete chef. Outside catering. Sitawaitisha chochote mimi kwa mfuko yangu. Yeah? Sorry? Yeah? Ati? Usijali. Usijali, nitawapikia. Lakini kama utapenda kusaidia kupika, ulete. Lakini nitawapikia watu wa class. I want to sit with you. Niweze kuelewa. Since tulianza class, what has happened in your life? I want to assess. A good teacher anafanyanga assessment. I want to hear a story of each one of you. Since I started this class, this is what has happened to me. Na siku hiyo ukuja umedress na dress ya dinner. Yani kitu inaonyeshana life has changed. I'm not the same woman they were looking at. I'm not the same man they were looking at. I'm a different person altogether. I want to build a good relationship, a team. Hata tukitembea na nyinyi 10 years, mtakuja tukikaa tukiwa wazee. Hatuna meno yote. Tunaongea hivi. Siku hiyo tutaongea hapa tuabiane. Tulitoka bali. Na watu wakituambia wakiuliza ni bali unaenda bali gani? Unamuuliza hapa ni wapi? Unasema bali hii ni wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. So on Sunday, inua mkono yako juu uniambie utaniletea. Inua kama utaniletea 1,000. Nataka 1,000 and above. 1,000 ni limit, ni ile ya chini. Nataka kuona watu wale wamesoma na wameelewa walk in the faith. I want 1,000 and above. Mniletee hata ukipata 100,000, usijali usiogope. Tunachukuanga. Tunachukuanga. Mami, onogiona 50,000 ndugamake. Tishoka dauga onogiona 50,000 werehe tu.
tuna secretary, the bodyguard ni legacy sugar. And now may the grace, the love of God, amen and amen.